Ni kusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu ametupa nafasi tena na wakati wa kuja hewani kwa kipindi hiki tulicho nacho, na ni majira ya asubuhi ambayo Mungu ametupatia, na ni vema tukakusalimu kwa jina la Yesu Kristo kwa kukuletea habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. We mtazamaji wetu unaendelea kutufuatilia kwa EAGT Nyanwiga channel katika Facebook, lakini pia katika YouTube. Tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu, na asubuhi ya leo ninakuletea habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nina ujumbe wa neno la Mungu kwa ajili yako ambao Mungu ameweka ndani yangu, na nikuletee tena asubuhi ya leo tena, na ujumbe unasema wokovu wa Mungu. Tuna wokovu unaweza ukazungumziwa katika maeneo tofauti tofauti. Wokovu unaweza ukatolewa na mwanadamu, wokovu unaweza ukatolewa na vyombo mbalimbali. Kuna vyombo mbalimbali vinatoa wokovu, vinatoa msaada wa kuwasaidia watu. Wengine wanatoa msaada kwa watu waliozama, lakini wengine wanatoa msaada kwa watu waliodumbukia kwenye mashimo. Wengine wanatoa msaada kwa watu waliounguliwa na moto. Wengine wako kwenye nyumba wamefungiwa ndani na moto unawaka. Vinatokea vyombo mbalimbali vinakuja kufanya tendo la wokozi. Na hii tunazungumza juu ya habari ya wokovu ulio mkuu sana, na huu ni wokovu wa Mungu wetu aliye hai. Hizi ndizo habari ninazokuletea hii leo. Ni habari ya injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nitakupeleka katika kitabu cha Warumi, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 16. Biblia inazungumza kwamba katika kitabu cha Warumi, ni waraka wa Paulo kwa Warumi, ile sura ya kwanza na mstari wa 16. Nikuletee mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu habari hizi za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Biblia inasema, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Wayunani pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuwa ukisikiliza habari nyingi, ukiletewa habari nyingi. Inawezekana hizo habari zimekuwa ni habari za kukufurahisha, zingine ni habari za kukuhuzunisha, lakini leo nataka nikwambie Mtanzania mwenzangu ambaye unafuatilia channel hii ya EAGT kutoka hapa katika kanisa la EAGT Nyanwiga katika jimbo letu zuri la Bukombe, ninakuletea habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hii ni habari ya msaada, imefanyika kuwa habari ya msaada vizazi hata vizazi. Ni miaka na miaka, bado haijapungua. Inatenda kazi yake katika uweza wake na katika nguvu yake, katika uweza na nguvu ile ile ambayo haijapungua hata kidogo. Biblia inaniambia kwamba waraka wa mtume Paulo anawaandikia watu wa Rumi, anawaambia kwamba maana sionei haya injili kwa sababu injili ni uweza. Kuna sababu gani ya kuona haya? Kwa sababu ya uweza. Kuna uweza, na huu ni uweza uleta wokovu, ni uweza uliomo ndani ya injili ya Yesu Kristo. Kuna uweza wa uponyaji, kuna uweza wa kuganga mioyo ya watu waliokata tamaa, watu waliovunjika, watu ambao wamekosa msaada, watu wanaougua. Inawezekana zungumza na wewe uko kitandani mwako, mwingine amelala kitandani anafuatilia na perusi katika Facebook. Ulikuwa unafuatilia picha mbalimbali katika Facebook, wengine wanafuatilia katika YouTube, maana unaona kama unapoteza muda. Lakini nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo, iko neema ya Yesu Kristo iliyokuu, nayo inakujia asubuhi ya leo, inakuja kwako asubuhi ya leo. Nguvu ya Mungu aliye hai, nguvu iletayo wokovu, iletayo uponyaji. Biblia inasema kwamba injili ni uweza wa Mungu. Ninakuletea habari za injili, nina sababu ya kukuletea habari za injili kwa sababu injili ya Yesu Kristo ni wokovu, ni sababu ya wokovu kwa kila aaminie. Biblia inasema kwamba kwa Wayahudi kwanza mpaka kwa Wayunani. Na wewe uliyeko mahali hapa, na wewe unayenisikiliza, na wewe unayetufuatilia, na wewe unayefuatilia habari za Yesu Kristo, wewe unayefuatilia habari njema zinazoendelea kuhubiriwa hapa, tunakuletea habari njema za Yesu Kristo ziletao wokovu. Nataka nikwambie injili imebeba
uweza. Injili imebeba uweza uletao wokovu. Ni uweza unaoleta wokovu. Wokovu maana yake ni msaada. Injili imebeba msaada. Injili imebeba nguvu. Kuna nguvu ziko katika uweza wa namna mbalimbali. Kuna watu wanatishia na nguvu, wengine wana nguvu za nyuklia, wengine wana nguvu za kiuchumi, wengine wanatumia nguvu za nyuklia kama unavyoona Irani na mataifa mengine wanatishiana kwa habari ya nyuklia. Lakini sisi tunakuletea habari za injili ya Kristo. Injili ya Kristo imeleta habari ya uweza wa wokovu. Uweza wa wokovu maana yake ni nini? Injili ya Kristo itakubeba kukutoa kwenye mateso, itakubeba kukutoa kwenye maumivu, itakubeba kukutoa kwenye mateso unayopitia. Inawezekana unapita kwenye mateso na haujaona msaada wako unampata wapi, lakini nataka nikuletee habari za Yesu Kristo, ya kwamba nasema kwamba sionei injili, siwezi kuionea injili haya, kwa sababu injili imebeba wokovu kwa watu wote, imebeba wokovu kwa ajili yako. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, Biblia inazungumza katika kitabu kile cha Waefeso, ile sura ya 6 na mstari wa 19. Waefeso sura ya 6 na mstari wa 19, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 na mstari wa 19, neno la Mungu linasema kwamba pia na kwa ajili yangu mimi nimepewa usemi kwa kufungua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Nataka nikwambie kwamba kwa nini tunakuhubiri hizi habari, kwa nini tunakuletea habari njema za Yesu Kristo. Maana yake tungeweza kuleta habari za nyimbo, tungeweza kuletea habari za bongo flava unazozifuatilia, tungeweza kuletea habari za tamthilia, tungeweza kuletea habari za kujenga uchumi wako. Lakini nataka nikwambie, unaweza ukaujenga uchumi wako, lakini usipokuwa na injili ya Yesu Kristo, uchumi wako hautakuwa msaada. Lakini tunakuletea habari za injili kwa sababu Biblia inaniambia kwamba injili ni siri ya Mungu, nayo ni siri ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu. Inaleta wokovu kwako asubuhi ya leo, inaleta wokovu kwenye familia yako, ileta wokovu kwenye ndoa yako, ileta wokovu. Inawezekana uko mahali hapa umelala kwenye kitanda napozungumza na wewe, uko kitandani mwako, umelala kitandani mwako. Inawezekana umekosa msaada, inawezekana unaumwa kiwango kwamba unajiuliza itakuwaje. Wakati unajiuliza itakuwaje, ninakuletea habari njema za Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye aliyeweka neno hili ndani ya kinywa changu, amelijaza ndani yangu. Ni kwa ajili yako, wala sio kwa ajili yangu. Ni kwa ajili yako unayesikia, ni kwa ajili yako unaendelea kutufuatilia, ni kwa ajili ya Watanzania wote, ni kwa ajili ya ulimwengu wote, ni kwa ajili ya makabila yote, ni kwa ajili ya watu wa kila lugha na kila kabila, ya kwamba yupo Yesu anaweza akafanyika kuwa msaada wa maisha yako, anaweza akafanyika kuwa ni nguzo ya maisha yako, anaweza akakubeba tena akakutoa kwenye mateso, anaweza akakutoa kwenye maumivu unayopitia, anaweza akakutoa kwenye wakati mgumu unaopitia mpaka unajiuliza, mwingine anajiuliza ni bora nife. Nataka nikwambie, ukifa na una habari ya injili ni kazi bure, utakuwa umepoteza na utaishi maisha yasiyokuwa na tumaini kabisa ya milele na milele. Lakini ni heri kwako ambaye umepewa nafasi ya kutufuatilia, kusikiliza chaneli yetu, ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anakuhitaji, Mungu anakuhitaji. Ni siri tumekuletea, ni siri ya wokovu, ni siri iliyofungwa ndani ya injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Wengine wamekuwa na uweza wa pesa, wameumiza ndugu zao. Wengine amepata pesa kidogo, amewasahau na wazazi wake. Wengine amepata pesa kidogo, anawadhulumu ndugu zake. Wengine wamepata uwezo kidogo, wanafanya mambo yasiyofaa. Lakini tunakuletea habari ya uweza uliomo ndani ya injili ya Yesu Kristo. Huu ni uweza uletao wokovu, ni uweza uletao wokovu kwa watu wote. Biblia imesema kwamba kwa watu wote. Sikiliza, nataka nikwambie mtu wa Mungu, nataka nikwambie ndugu yangu unayetufuatilia, nataka nikwambie kijana mwenzangu unayetufuatilia, nataka nizungumze na wewe mama unayetufuatilia, nataka nizungumze na wewe mama unayepitia wakati mgumu, nataka nizungumze na wewe baba unayepitia wakati mgumu, nataka nizungumze na wewe ambaye umekuwa na maswali mengi na umekosa majibu. Nataka nizungumze na wewe ya kwamba yuko Yesu mahali hapa. Unaposikia
habari hizi, kuna nguvu inatembea inakuja mpaka kitandani mwako. Kuna nguvu inatembea inakuja mahali hapo ulipo. Inakuja ni nguvu ya Yesu Kristo, inakuja kuleta msaada kwenye maisha yako, inakuja kuleta uponyaji kwenye maisha yako, inakuja kuleta tumaini kwenye maisha yako, inakuja kuleta uzima katika maisha yako. Hebu mwamini Mungu yafuatishe maneno haya. Kama unamwamini Mungu na Mungu anataka kukuletea msaada na unajua kabisa kwamba hauna msaada mahali popote, nataka nikwambie mtu wa Mungu, nyosha mkono wako mahali hapo ulipo. Hata kama uko chumbani mwako, hata kama uko ndani, hata kama uko peke yako, hata kama uko katikati ya watu wengi, nyosha mkono wako kwa imani, kwa sababu Mungu yupo kukusaidia, kwa sababu Mungu yupo kukusaidia. Biblia inasema kwamba ukinionea haya na mimi nitakuonea mbele za Baba yangu. Mungu anakuhitaji, Mungu ana haja na wewe, Mungu anahitaji maisha yako, Mungu anahitaji maisha yako. Sikiliza, fuatisha maneno haya. Hebu sema, Mungu Baba, sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi na kupungukiwa na ufalme wako. Baba, leo ninakuja mbele zako, maana nimesikia habari njema ya kwamba wewe unaokoa, ya kwamba wewe unaponya, ya kwamba wewe unasamehe, ya kwamba wewe unaleta uponyaji. Baba, nimesikia nami nimekukubali Bwana, nimekubali kukufuata, nimekubali kuokoka. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante kwa kunitakasa, katika jina la Yesu. Sikiliza nikuombee mtu wa Mungu kwa dakika 2. Baba, katika jina la Yesu, ninalituma jina lako, nalituma jina lako lilojaa uweza, lilojaa nguvu ya uponyaji kwa mama huyu, kwa kijana huyu, kwa baba huyu anayetufuatilia. Ninalituma jina lako, ninalituma jina lako kwenye maisha yako, nalituma jina lako kwenye maisha yake, natuma jina lako kwenye biashara zake, natuma jina lako kwenye ndoa yake, ninatuma jina lako kwenye mali na hukumu anayopitia. Ninalituma jina lako katika jina la Yesu. Apokee uzima, apokee uponyaji, atiwe nguvu tena kwa jina la Yesu, aimarike tena kwa jina la Yesu, ainuke tena kwa jina la Yesu. Amepoteza tumaini, ndio, lakini wao wamesema habari njema ziletao wokovu kwa watu wote. Lazima zihubiriwe, lazima ziwaendee watu waliopoteza tumaini, lazima ziwaendee watu waliopoteza msaada. Mama huyu amepoteza tumaini. Baba, apokee tena tumaini, apokee tena uponyaji, apokee tena katika jina la Yesu, apokee uzima. Asante Yesu kwa uwezo wako, asante kwa uponyaji wako, asante kwa nguvu yako inayotembea, asante kwa uwezo wako unaotembea. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba, amen. Mungu wa mbinguni na akubariki sana kwa kuendelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia. Unaweza ukapiga simu yako kwa msaada zaidi kwa simu namba hii ambayo ninakwenda kuitaja. Unaweza ukapiga simu yako hata kwa maombezi. Unahitaji maombezi, unaweza ukapiga simu yako ukawasiliana nasi kwa contact hii 0716 0716 71 16 84 0716 71 16 84. Mungu wa mbinguni na akubariki sana. Amina.